Katika vitu ambavyo havikwepeki ni kodi. Rekodi zitakuwepo na baadaye utajulikana na utakuja kulipa kodi ambayo ulidanganywa kwamba unaweza kusaidiwa usilipe. Utalipa ile, utalipa na adhabu, utalipa na riba. Kwa hiyo tunapambana na hawa. Tunapambana ambao wanafanya counterfeit ya electronic tax stamps. Baadhi ya watu wanauza vinywaji changamshi, badala ya kulipia kodi wanaweka fake ETS. Tuna kesi zinaendelea mahakamani na tumekuwa tukiwabaini, lakini tunao ambao wanafanya dumping, wanachepusha bidhaa, badala ya kwenda nchi za nje wanazirudisha ndani. Tumekuwa hawatengenezi usawa ndani ya biashara, na wenyewe tumekuwa tukichukua hatua, na kama mnafuatilia mliona kuna kesi imefunguliwa jana ya watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo, na nyingine nyingi zitakuja. Tumekuwa tukipambana na ambao wachache wanapewa exemption lakini wana abuse. Tumechukua hatua mbalimbali. Tumekuwa tukipambana na watu ambao wanadanganya pale custom kwa kufanya undervaluation ya imported goods. Zote hizi ni njia ambazo zinaondoa usawa katika kulipa kodi. Na moja ya kazi yetu ni kutengeneza usawa ili wale wanao comply wasife, waendelee kufanya vizuri zaidi. Na tutaendelea kufanya hivyo. Mafanikio mengine ni kutoa elimu ya kodi. Tumetoa elimu ya kodi sana. Na mnamuona Kayombo yupo hapa. Tunatoa elimu ya kodi kupitia seminar, kupitia mlango kwa mlango, lakini kupitia waandishi wa habari. Hata hii ya leo sio tu mafanikio, ni elimu ya kodi. Napozungumza njia za ukwepaji kodi, maana yake na waomba na nyie mkawaeleweshe wanaokwepa na wajue kodi haikwepeki. Inaweza kuahirishwa tu, lakini baada ya muda itajulikana na utalipa. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu. La mwisho ni kuendelea, fanikio kubwa ni kuimarisha mfumo wetu wa usimamizi wa kodi nchini kwa kufanyia mageuzi, kwa kuwa more resilient na kufanya rebuilding mara kwa mara kama 4R za Mheshimiwa Rais zinavyotaka. Na nishukuru sana Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kutathmini mfumo wa kodi. Sisi tutashirikiana naye kuhakikisha tunatengeneza mfumo wa kodi ambao kwanza unatabirika. Fanya biashara akiwa kwake ajue anatakiwa kulipa kodi kiasi gani, kwa wakati gani, na muda gani, yeye mwenyewe, in a very simple way. Na tutafanya hivi. Lakini pia ni kubadilisha sheria, ni kubadilisha sera, na nitoe wito sasa kwa walipa kodi. Wametoa maoni yao na waendelee kutoa maoni. Haya ni mafanikio 10 ambayo niliona ni yaweke, ambayo tumeyapata chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa mwelekeo wetu, namalizia. Mwelekeo wetu, nataka niwahakikishie, kwanza tutaendelea kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo kama ambavyo tumekuwa tukitekeleza. Tutaendelea kutumia 4R za Mheshimiwa Rais kuibadilisha taasisi yetu iendane na mahitaji ya Watanzania na walipa kodi wa nchi yetu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.